kura ya mwananchi itaheshimika kwa sababu kuna tume huru ya nini? Ya uchaguzi. Sasa sisi kwa miaka mingi toka mfumo wa vyama vingi umeanza mwaka 1992 na mpaka kwa mara ya kwanza uchaguzi umeanza mwaka 1995. Japo kulikuwa kuna uchaguzi mmoja ambao ulikuwa unafanyika, uchaguzi mdogo, ulikuwa ni by election katika jimbo, katika mkoa wa Kigoma kule, ambao Dr. Amani Kaburu ndo alikuwa ni mgombea wa Chadema, ambao ndio ulisisimua sana ukielekea kwenye uchaguzi mkuu wa taifa wa mwaka 95. Lakini kipekee tuseme tulikuwa hatuna tume huru ya uchaguzi. Tume iliyopo ni tume ambayo inatokana kwa utashi wa rais, kwa maana ya kwamba rais ndio anayeteua msimamizi wa uchaguzi ngazi ya taifa, na pia na mtiririko wote wa kurugenzi mpaka huku chini. Kwa hiyo utajikuta tume tunakwenda kwenye uchaguzi ingali tunakwenda kushindana Chadema na CCM, wakati uchaguzi huo unasimamiwa na tume ya CCM. Kwa haiwezi kuwa huru. Kwa maana ya kwamba inapoka fursa na inapoka haki ya wananchi kuchagua kiongozi wanaomtaka. Ya kipekee mimi niseme ni muhanga katika huu uchaguzi. Chaguzi zote. Na ndio maana chama chetu cha Chadema kimekuja na kauli mbiu ya no reforms no election. Bila mabadiliko ya mfumo ya uchaguzi, mabadiliko ya kisheria na mabadiliko ya katiba, hakuna uchaguzi. Kwa maana kwamba imepata experience katika chaguzi 3 ambazo zimeleta madhara makubwa katika hili taifa la Tanzania. Lakini kabla sijaenda mbali, kipekee niseme, naomba niingize jambo chache tu, nisikitike kwa masikitiko makubwa. Niseme niwape pole kanisa la Roman Catholic kwa Father Charles Kitima, Father Dr. Charles Kitima, kwa kuweza kuvamiwa nyumbani kwake na kushambuliwa usiku. Na hiyo taarifa aliposti mchungaji Askofu Mwamakula. Kwa hiyo nisikitisho kwa hilo jambo, na nina imani huu ni mwendelezo wa matukio ambayo yanaendelea katika nchi yetu ya Tanzania ya watu kutekwa, kuumizwa. Na jeshi la polisi linafanya kazi yake lakini. Jeshi la polisi linafanya kazi yake lakini. Hakuna kazi inayofanyika wakati jeshi la polisi baadhi yao ndio wanaohusika na matukio kama haya. Jeshi la polisi kanda ya Manume Dar es Salaam kwa maana hiyo linamshikilia Rauli Mahabi kwa tuhuma za kuweza kumjeruhi askofu huyo. Kwa maana kwamba jeshi la polisi lenyewe pengine uone kwamba halijaridhishwa ama linaendelea kupambana kutokomeza uhalifu ambao unaendelea kufanyika. Ukisema linaendelea kupambana kutokomeza uhalifu, yani mtenda uhalifu hawezi yeye mwenyewe akawa na haki ya kusema anatokomeza uhalifu. Nafikiri mmeshuhudia pale kwenye mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Na mimi nilikuwepo pale, watu wamepigwa. Tumerudi kwenye utumwa wa zamani wa Kaburu ndani ya South Africa, pindi walipokuwa wanateswa sana wananchi, wanachama wale wananchi, watu ambao wanapigania haki. Ndio tumeshuhudia katika mahakama ya Kisutu. Tumeona farasi nyingi pale zipo, tumeona askari wengi wanatumia nguvu, tumeona udhalilishaji, tumeona watu wanatekwa na wanatekwa na polisi ambao wanaonekana kwa wazi. Kwa hiyo mimi ukiniambia kuhusu swala la polisi, ni huwa sio muumini sana. Of course siwezi nikageneralize kwamba ni wote, lakini baadhi yao wanafanya matendo ya kiuhalifu, wanafanya kwenye mahakama ya Kisutu. Unaelewa? Hapo XB. Ndio. Umesema kwamba wewe si muumini wa kusifia jeshi la polisi, ingawa si wote unaweza ukawashitumu. Na bahati nzuri nafikiri moja ya wafuasi wenu hapa Bwana Juma Mwansueve anakusalimia sana kutokea kule Lemi. Anasema nakupata vizuri. Sasa katika tukio la hivi karibuni lililovuta hisia za wengi sana, kukamatwa kwa John Heche na wanachama wengine Mnyika na kama hivyo pale Dar es Salaam. Siku ambapo nafikiri matukio mengi yalijitokeza pia ile kijana katika msafara wa kuelekea mahakamani. Tunatamani tufahamu, wewe ulikuwa ni sehemu ya watu waliokuwa wamekwenda pale Dar es Salaam katika siku ya kusikiliza kesi ya Tundu Lissu. Kwanza tuanzia. Ni sahihi. Mimi ni mmoja wao pia, na tumeshuhudia matukio ni mengi tofauti ambayo ni mbalimbali yametokea katika jiji la Dar es Salaam.
Kiuhalisia, kwanza niseme wazi kwamba katika sheria yetu ya nchi, hususan ukiangalia kwenye kipaza tukupate vizuri ya of course. Asante, nashukuru. Kwa sheria yetu ya nchi haizuii mwananchi yoyote, Mtanzania yoyote kwenda mahakamani na kusikiliza kesi yoyote, kwa sababu ile ni open court na kila mtu ana haki ya kwenda kuangalia. Kwa kulikuwa hakuna haja ya jeshi la polisi kutumia nguvu kubwa ya kuumiza watu, ya kutesa watu na kuwateka kwenda kuwatupa kule kwenye maeneo ya Bagamoyo kule, kwenda kuwatupa na kuwaumiza. Viongozi wengi wamevunjwa miguu. Wapo wakina Pambalu, wapo wakina Mwaipaya, wapo watu mbalimbali, na kuna wengine ni wanachama wa kawaida. Kuna mwanadada mmoja anaitwa Elizabeth, pia ni kiongozi wa pale Ilala, jimbo la Ilala pale. Yule dada amedhalilishwa sana pale akiwa nje ya mahakama. Alipigwa, lakini pia walimvua nguo. Ile ni jinai ambayo ni ya wazi kabisa. Unaona polisi wa kiume wakichamangana na wanawake, wanakwenda wanamvua mtu nguo ile ya t-shirt aliyovaa ya no reforms no election, wanamdhalilisha, wanampiga, umeona, mpaka wanamdhalilisha kwa kiasi kwamba cha kutweza utu wake. Sasa utagundua kwamba hili swala la ambalo la pale kwenye mahakama ya Kisitu iliyotokea limetoa hisia kubwa, na nashukuru sasa vyombo vya habari mbalimbali duniani kote, Al Jazeera, BBC na Amnesty International, wao wanaohusika na mambo ya haki za binadamu wamezungumza. Pia mwanasheria wa nguli na mkongwe wa kimataifa Amsterdam na ameweza kuripoti vitu mbalimbali vinavyokwenda hapa. Kwa hiyo utagundua dunia nayo imesheki. Lakini pia kitu ambacho tunatakiwa kujua sisi Watanzania wote kwa ujumla wetu ni kwamba Tundu Lissu sio muhaini na hata kutwa na uhaini. Mna uhakika gani? Tuna uhakika 99%. Kwa sababu ukinaposema uhaini, sitaki kwenda mbali, hiyo ni treason. Treason, ili unapozungumzia treason kwa lugha ya Kiingereza na ukija uhaini kwa lugha ya Kiswahili, treason ni mapinduzi ya kupindua nchi kwa silaha. Umeelewa? Moja. Lakini pia ni jaribio au tendo ambalo linataka yani ni kitendo cha kutaka labda kumpindua rais au kusababisha kutaka kumuondoa rais, kumwangamiza. Umeelewa? Sasa tunarudi kwenye sosi. Ni nini Tundu Lissu kwa nini mpaka wanafikia hatua anamkamata? Ni hoja tu moja. Lakini pia kabla sijaenda kwenye hoja moja, ni kwa mara ya kwanza Chadema tulipofanya uchaguzi wetu tarehe 21, tarehe 22 ambayo tarehe 21 kwenda tarehe 22 mwezi wa kwanza, tumepata uongozi ambao ni powerful beyond measure. Okay. Yaani wenye nguvu kupita kiasi. Unaposema uongozi kupita kiasi, ukitaka kumaanisha kwamba Tundu Lissu na pengine kabla ya kujibu hilo, unamaanisha kwamba uongozi wa Freeman Mbowe ulikuwa ni dhaifu kuliko wa Tundu Lissu? Ninaweza nikasema hivyo kwa sababu Tundu Lissu ana compromise. Ndio. Ni mtu ambaye anasimama, akinyoka akisema hii nyekundu ni nyekundu. Weza na iwe mtu kufa au kuwa hai. Hapo anakuwa amegonga muhuri mbinguni na duniani. Yani hiyo inakuwa ni msimamo ulionyooka. Huyo ni Tundu sasa. Huyo ni Tundu Lissu. Okay. Ni kwa sababu huko kote tumekwenda tulikuwa tunapita kwenye uongozi wa kucompromise sana. Wa Mbowe sasa. Wa Mbowe. Tulikuwa na compromise sana. Unaangalia watu naumizwa, tumepita kwenye mfano mingi. Mwaka 2020 mimi nilitekwa, naongea hapa, Daniel Afri Mwamipile, mgombea wa diwani Chadema kata Rwanda. Ndio. Mimi imefika mpaka vituo vyote vimepiga kula. Sawa? Vimepiga kula na mimi kula zangu niliziweka wazi kwa sababu nilikuwa na timu ambayo ilikuwa very smart. Na nilikuwa na ma-IT, wengine walikuwa wametoka nje, wanaratibu wao mambo katika ndio, kwa sababu uchaguzi mimi kwenye kata ya Rwanda ulikuwa ni shamba darasa. Ni uchaguzi wa mfano, kuratibu matukio yote ya ukiukwaji wa haki za binadamu na kuyaripoti. Okay. Kwa kuna vitu vingi ambavyo vilikuwa vimeshategeshwa kwenye kata ya Rwanda mwaka 2020. Kwa unakuta katika kula zangu zote zilikuwa zinapigwa kituo chochote. Zikipigwa kula, mawakala wangu ilikuwa immediately
kura zinarushwa, na nilikuwa sisubiri tume initangazie matokeo yangu, kwa sababu mimi ndio mgombea, mimi ndio uchaguzi. Okay. Kwa hiyo nilikuwa natangaza kituo hiki, natangaza. Kwa hiyo inafika muda wa saa mpaka inafika ile wakati wa kuhesabu na wanakaribia kumaliza, mimi kura zangu tayari najua ziko 7800. Mgombea wa CCM ana 2600. Vimebaki vituo 4 vya shule ya sekondari Hianga ambavyo vyote vinakula 250, vingine 200 na vingine 200. Hata ningempa zile kula zote. Mimi nilikuwa nimeshinda kwa kimbunga. XB, hapo kabla hujakwenda mbali. Ndio. Ulikuwa na hakika gani ya wewe kushinda katika uchaguzi wa mwaka 2020 wakati ninyi ni miongoni mwa watu waliokuwa wamekosea kuandika majina? Brother, yani katika nchi hii watu ambao asilimia ambayo inakuwa na wagombea wabovu ni Chama cha Mapinduzi. Kwa sababu gani unasema Chama cha Mapinduzi na si vyama vingine vya kisiasa? Ni kwa sababu kwanza wao wanaamini katika mfumo dola. Na ni Chama cha Mapinduzi kishakufa, hakina ushawishi. Kwa sababu principle, yani kanuni ya kukubalika, ile influence yako wewe kukubalika, ni lazima uwe na ushawishi. Ushawishi wao wapo kwenye maendeleo, tayari wanatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Maendeleo ni maigizo. Maendeleo yapi unayosema wewe? Unaweza kuniambia maendeleo? Njia 4 unaziona zinajengwa Mbeya hapa. Unaona pia flyover Dar es Salaam, unaona pia SGR kutoka Dar es Salaam to Dodoma, na miradi mingi ambayo daraja la Busisi kule Mwanza, na mambo mengi ambayo ameyafanya Samia. Amejenga hospitali ya mama na mtoto hapo. Utasemaje kwamba Chama cha Mapinduzi kinaigiza katika ilani? Chama cha Mapinduzi, nchi haiendeshwi kwa hela za mfukoni za Chama cha Mapinduzi. Inaendeshwa kwa kodi za wananchi. Sawa eh? Ndio. Na ukiniambia flyover sio utatuzi wa wananchi. Na ukumbuke kujenga flyover Dar es Salaam, zile kodi haijajengwa kwa kodi za wananchi wa Dar es Salaam. Kwa unaposema wamejenga kitu fulani, inatakiwa iwe national wise. Uone hapo Mbeya wamejenga, kule wamejenga, kule wamejenga. Lakini kuna jambo la msingi, unafikiri kero kubwa ni flyover za Dar es Salaam? Kuna watu wakina mama wanakufa hospitalini kwa kukosa dawa, wanakufa kwa kukosa labda wanakufa kwa kukosa matibabu thabiti. Umeelewa? Pia gharama za hospitalini ni nyingi kwenye hizo hospitali. Umeelewa? Unakuja kwenye maisha ya kawaida, maisha ya wananchi yameshakuwa magumu. Wananchi wa Tanzania ndio wananchi wa mwisho wenye makazi maduni. Na kwa nini wananchi wa Tanzania wana makazi duni? Wakati ukija kwenye mabati yanapatikana katika kampuni za mabati ziko Tanzania. Kampuni za simenti ziko Tanzania. Sasa kama hii serikali ya Tanzania ilikuwa inawapenda wananchi wake wao na makazi bora, ilitakiwa ifanye kazi moja tu, ni kuondoa kodi kwenye vifaa vya ujenzi. Kuondoa kodi kwenye mabati. Kwa sababu yale mabati hizi ni kampuni. Unapoiongezea kodi kubwa kampuni, anayeumia ni mwananchi wa mwisho ambaye ni last consumer. Umeelewa? Sasa wewe unasema kwamba imefanya vitu vizuri. Leo wewe tunashinda, watu wengi unakuta sasa hivi 80% ya wakazi wa Tanzania wanaishi kwenye nyumba za kupanga. Na huyu mwananchi haji kuja kujenga nyumba kwa sababu ameshatishwa mzigo mkubwa. Sementi sisi kama viwanda viko hapa cha Songwe, ikapunguzwa kodi, sementi ikaachana na mambo sijui 1822, ikafika mpaka kwenye shilingi 4500. Mtu mwananchi anaanza kuingiza fikra za kutaka kujenga nyumba. Umeelewa? Sasa nini? Okay. Tutarudi kwako. Tuje kwako mzee katika Chama cha Mapinduzi, mzee Mwashango. Kwako sio Mapinduzi. Mzee wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, Mwashango. Wewe mzee ni mtu wa muda mrefu katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Wazee wenzako kama wewe leo hii pengine wapo katika furaha kwa sababu wana support mazuri mengi ambayo anayafanya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa umri wako huo, wengi wapo huko. Wewe naona bado upo Chadema. Hebu tueleze kama mzee, tathmini yako, unaonaje hali ya chama chako Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kama ambavyo tulimhoji mzee wa Chama cha Mapinduzi? Hali ya chama chako unaionaje na vipi taswira ya kisiasa nchini? Mimi Mwashango Marioi, kwa kweli nimependelea kuja kujiunga. Hiki chama cha sisi tulianzisha sisi wenyewe na Nyerere. Tulikuwa tunatoa shilingi 2 mwaka 50 shilingi 2 kutoka kata. Mpaka sasa hivi tumekaa hapa mpaka muda wote huu tumezeeka, hatuna nguvu yoyote ya kufanya kazi. Nchi alafu anatuambia uchumi umekuwa. Sasa umekuwa, sisi wazee
tulioanzisha hata senti 5 hatupewi sabuni, kwamba jamani, sasa atakula nani huu uchumi ambao umekuwa? Uchumi si mlikuwa mnautengeneza kwa ajili ya vizazi vinavyokuja? Tulitengeneza sisi uchumi kwa ajili ya vizazi vijavyo, nchi wajikute pazuri. Je, wanatupa visogo, hawatupi hata ngalau kwamba asante wa baba, mlituokoa. Kama kufa tungekufa sisi. Unadhani kwamba ukitoka leo hii Chadema ukienda CCM huwezi ukapewa chochote kitu? Mbona tunashuhudia katika uzuri kwenye kata mnayotoka huko kuna mazuri mengi yamefanywa. Unaona kuna watu wanajengewa nyumba huko na mheshimiwa Tulia, mbali tu ya kwamba ni irani ya Chama cha Mapinduzi na nini, lakini kuna watu wanajengewa nyumba na wanasaidiwa mengi, nafikiri umeyashuhudia huko. Unasemaje kwamba hamrudishiwi? Wanarudisha fadhila kwa njia hiyo, kwamba mliwekeza senti 2 hizo, shilingi 2 kwa ajili ya vizazi vinavyokuja, ndio hivi sasa hivi wanarudisha kwenu pia ninyi, si mpaka mjengewe wote, anayejengewa huyu pia ni kama wao wamejengewa. Nenda kwangu kule, miguu inakaa nje, kichwa ndani, sina hela, maana nilikuwa na nguvu wakati ule tunapigania uhuru na Nyerere, ili watoto wetu waje watufaidie baadaye, waje watusaidie. Sasa hawatusaidii, wametupa visogo, wanatupa visogo. Tunakaa mimi, hakuna nyumba pangu pale, hakuna nyumba, nimezeeka na watoto wangu wote walikufa, nimebaki mimi peke yangu. Sasa je, nagombea hiki chama kingine hiki, labda kitanijua mimi, wanashindwa kutulipa ngalau 30 kwa mwezi. Sisi wazee hatufiki hata 2000, sisi wazee Tanzania nzima tuliopigania uhuru hatufiki hata milioni 2. Kwa hiyo umeenda kwenye Chama cha Demokrasia na Maendeleo kutazama pengine watakutazama, ama umeenda kwa maslahi ya chama, ama nini hasa ambacho umekipata Chadema ndio ulianzisha CCM? Nimeenda kwa Chadema kwa sababu nimeona CCM hainielewi. Hii labda itanielewa, sababu ni chama kingine itanielewa. Kwa lengo ni kwamba ikuelewe, CCM mbona haijakuelewa. Umeenda Chadema kutafuta nini? Nimeenda Chadema kwa kujua sera zake ni safi, zinatetea wananchi. Na je, kama Chadema wasikupe pesa kidogo kama ambao sehemu wakukupa, nini ambacho wewe utachukua hatua? Nitajiizika, kwa sababu hata wasiponipa mimi, wananchi wangu wote wanaoishi Tanzania wanatendewa vizuri na Chadema. Na Chadema wanatendewa vizuri. Kwa maana sehemu haitendi vizuri. Inawadhuru, inaua watu. Angalia kwa mfano kule Kagera, alitamka mtu mmoja akasema, tukiua mtu, tukipoteza mtu, serikali isijaribu kutafuta. Imemwangalia tu. Haijamchukulia hatua yoyote. Wamekaa tu wanasherekea yale aliyoongea yule kule. Lakini tunaona karibio lilitolewa kwamba amekosea. Wamekuja wengine wanasema Chadema inanunua virusi vya kusambaza dunia, ambapo ni ugonjwa wa hatari dunia nzima. Imekaa tu baadaye kusema utuonyeshe hilo duka ni nani amefikia virusi vinavyoua watu. Ndio. Wamekaa tu wanagombana na Lissu ni gaidi. Je, Lissu ana jeshi? Liko sehemu gani alikolijengea jeshi la kuwadhuru wao? Lissu anatetea nchi, anatetea haki. Anatetea haki. Asante. XB, ukirudi kwako. Ndio. Mmesifu kuhusu uzuri wa chama chenu chini ya mwenyekiti Tundu Antipas Lissu, ambaye tunafahamu alikaa kwa muda mrefu sana ughaibuni huko Belgiji. Mbali ya baada ya kupata matibabu na hali yake ilipokuwa shwari, hakurudi Tanzania. Aliendelea kueneza aliendelea kueneza chuki katika mataifa mbalimbali. Alishuhudiwa akiwa shirika la utangazaji Marekani VOA, BBC London, akieleza kuhusu kushambuliwa kwake na kupigwa risasi na hatua zijachukuliwa na nini. Tundu Lissu walishindwa kurudi nyumbani kuweza kuyazungumzia haya mpaka akafikiri kwenda huko nje. Na uhakika gani sasa kwamba Tundu Lissu atakuwa ni rafiki kwenu au anafikiria kuwauza kama wanachadema? Kwanza niweke